Mwanatiti, umenikera sana. Nilipokuambia mtoe mtoto kafara, mpaka leo hujamtoa kafara yule mtoto. Na muda unaenda. Kwanza umenikasirisha sana na kunitia mauvi ndani ya moyo wangu. Nasema hivi, nguvu ingetakiwa nipewe mimi, lakini ukaamua kumpa Rumoso. Nasema hutaniweza. Nakwambia kama hujamtoa kafara huyo mtoto, yani lazima nitakutoa yeye kafara. Nasema nitamlinda mtoto wangu kwa namna yoyote. Mama. Mama. Mwanangu, mbona unanitisha hivyo? Mbona una mawazo sana? Shida nini? Kaka yako Kandichi ana siku ya 3 sasa. Paka saa hii saa 6 hajafika hapa. Kaka Kandichi ni mwindaji hodari na katika himaya yote hii. Watu wote wanamjua Kandichi alivyokuwa hodari katika uwindaji. Na wewe pia unamjua alivyokuwa hodari. Labda wakati wa kurudi atakuwa amepitia pale kwa shemeji Naku. Basi nenda kamtafute kule kwa kina Naku, kamwangalie kule. Atakuja mama. Mama, nimechoka eti. Naomba nikapumzike japo hata kidogo tu, nikiamka nitaenda kumfuata kaka. Haya, kama umeridhika basi nenda ndani, kanywa uji na mihogo. Ule ukimaliza ukamfuate kule kwa kina Naku. Sawa mama. Hivi wana himaya wenzangu, hivi haya mambo yanaendelea kwenye himaya yetu, mnaelewa kweli? Na hivyo mtoto wa Chifu Ndama ametawazwa upya tena? Tutapata tabu sana. Yeye mtoto wa Chifu Ndama ndo sitaki kabisa ataweza kwenye himaya. Sitaki. Na wewe, mbona kila jambo linaloongelewa wewe unakuwa kwanza kupinga? Yaani sijui hata ana nini huyu. Yaani kila kitu kinachoongelewa kwenye hii himaya, yaani anakuwa ni mbishi tu anapinga. Ni baada kukaa tujadili mambo ambayo maana ya kuendeleza himaya yetu. Yeye ni kupinga tu, sijui hata ana nini. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi tulipokuwa tunafanya ile tukio? Na kuuliza wewe. Ni kweli mkuu tulikubaliana tufanye kwa pamoja, lakini ilienda msituni kuangalia. Usileta pumbavu wako hapo. Tunaelewana jambo, tufanye jambo. Sawa mkuu, nimekosea, naomba unisamehe. Sio unapita huku na unapita huku. Naombeeni wote. Tukielewana jambo tufanye kwa pamoja. Hakuna mtu wako na kona. Nimekusamehe. Wakati mwingine jifunze. Shenzi kabisa. Jamani. Yaani siamini kama tungeweza kumaliza yule shetani kwenye hii himaya ya Mbande. Ni kweli kabisa. Yaani kwenye hii himaya ya Mbande kwa sasa tunaishi kwa amani kabisa bila buguza yote. Au mnaonaje jamani? Ndio. Wana Mbande. Yaani shukrani zote hizi inatakiwa tumpelekee mganga Rumoso. Kwa sababu bila yeye tusingeweza kufanikisha ile ambayo tumelifanya. Ni kweli. Tunatoka tuende kwa mganga Rumoso hata tumpe asante. Ni kweli kazi aliyofanya ni kubwa sana. Shukrani ya nini? Shukrani ya nini? Lengo letu ni kwa kutumue Kandichi. Tumeshafanikiwa. Sasa mnataka tumpe shukrani ya nini? Sasa nisikizeni. Kila mmoja akashughulike na shughuli zake za kila siku. Tumeelewana? Ndio. Ndio. Shemeji. Shemeji, kuna nini mbona alia? Shemeji. Mbona leo na bolini? Kuangalia mitego ya Kandichi. Ghafla aitokea mnyama pori. Akatukimbiza. Ezi Kandichi atakuwa ameuawa. Ameuawa? Kaka.
Jamani wanaimaya Mbande, kwa nini hili swala tusilipeleke kwa chifu? Wewe kwa nini chifu? Kwa sababu Kandichi ni mwanaimaya Mbande, kwa nini ana haki kama wanaimaya wengine? Jamani wanaimaya, hili swala la kwenda kwa chifu haliwezekani au unasemaje? Ndio. Ni kweli kabisa. Kwa sababu tutakuwa tunacheza mpira wa matope tena kwenye mvua kali. Na hii ni sawa na kusimika mkufu alikuwa usimiki wala usimami. Sawa. Ni sawa na kupanda mbegu katika miba. Haiwezi kuota. Safi sana. Na kuunga mkono. Hatuwezi kuhatarisha maisha yetu kwa sababu ya mwanahimaa mmoja. Hata siku moja. Ni kweli. Wewe kijana wewe, hujui uchungu wa mwana wewe. Ungejua uchungu wa mwana, usingesema hayo yote. Iwe kwa fisi, iwe kwa mbwa, ndio kumtafuta mwanangu. Popote alipo. Jamani mnalomba sana. Kumbe kuna nyusi hapa. Mshinda kuniambia. Jamani, afu hivi imepooza. Sema ngoma tucheze. Jamani ndugu yangu mshinda kuniambia. Nyamaza! Mimi nifanye nini? Kwa nini sikujua kama ni kichaa? Nini sasa kichaa? Kumbe ni taira. Toka! Pige bana. Wale hapa kuna msiba. Kuna msiba. Msiba gani? Kandichi kafa. Kandichi kafa. Kandichi mtu wa Mungu. Kandichi amekufa. Amekufa kweli jamani? Amekufa Kandichi. Amekufa. Pole jamani, pole. Ndama. Mwana wa ng'ombe. Pole sana Binyemo kwa matatizo yaliyokupata. Niko hapa kama chifu kukusikiliza na kukusaidia matatizo yako kama mwanaimaya wangu. Asante sana chifu. Lakini mishida yangu ni kumpata mwanangu tu, hata kama ni mifupa. Ile tu ihifadhiwe hapo ili nimuone kaburi lake liko hapo nje kwangu. Nakuomba. Binyemo, ondoa shaka, ondoa wasiwasi. Chifu atakusaidia. Chifu bado kijana na bado hana uzoefu mkubwa, lakini mpe muda kidogo, tumpe ushirikiano ili aweze kufanya jambo hili kwa wakati. Au unasemaje mlinzi mwenzangu? Ni kweli kwa unayoongea. Chifu ni bado kijana mdogo. Kwa hiyo mwachilo swala atalikamilisha. Nakuomba sana chifu. Unisaidie hili swala langu. Niweze kumpata mtoto wangu. Nimuone kabisa kwa Kandichi na macho yangu. Ili niweze kumhifadhi mwenyewe, nimuone mwanangu. Nakuomba sana chifu. Haina shida. Mimi kama chifu Kalakana nitalishughulikia hili. Ndama. Mwana wa ng'ombe. Kaka, jamani kaka. Sasa mimi hapa nataka nikwambie kitu, na kitu kina maana kweli. Mimi katika pita zangu, mimi kwa macho yangu mawili namuona mamake Kandichi akiwa na chifu. Unasemaje? Eti nene msituni kumtafuta nani Kandichi, wamtafuta yule bwana, atafutwa yule msituni. Jamani sipige bana mimi sipige. Wewe unajua ni kwa nafanya nini? Sipeni kupigwa bana. Unajua ni kwa nafanya nini? Sijui napiga. Wakati mwingine ukinikuta naongea na watu usinisogelee. Umenielewa? Lakini ni kweli. Umenielewa? Umenielewa? Yeye nimekuwa. Toka. Ondoka. Ondoka bana. Niondoke bana nisamee.
Mwana wa ng'ombe. Chief, tumepata taarifa ya kwamba umewaagiza wanahimaya wote waende polini kwenda kumtafuta Kandichi. Hiyo ni ukweli? Ni kweli wana wa himaya yangu. Tupo kwa ajili ya kumsaidia Kandichi kwa sababu alikuwa ni mwindaji shujaa. Sasa chifu, kuna haja gani ya kuwaua watu wasiokuwa na hatia? Alafu kizingatia leo ni siku ya 5 tangu apotee Kandichi. Una uhakika gani bado yupo hai? Hapo utakuwa unacheza hadithi ya Abunwasi. Unateka maji kwenye kisima hiki, unapeleka kwenye kisima hiki. Haina haja ya kuwaua watu wengine wasiokuwa na hatia. Na shauri lichimbwe kaburi nyumbani kwao, ishara ya kuwa tumempoteza mwindaji shujaa. Haina shida. Wana himaya yangu, nimewasikiliza, nitaufanyia kazi ushauri wenu. Sawa chief. Mwana wa ng'ombe. Kaka Kasio, karibu. Asanteni jamani. Naona ndugu wawili mnajumuika bwana. Lazima, unajua ndugu wawili lazima tusaidiane tena. Lakini bwana Kandichi, nilikuwa nahitaji kujua tu jambo moja. Mtoni mlikuwa mnaelekea saa ngapi? Kaka Kasio, unaenda kuogelea kweli au ndo unaenda kuvaa vile visamaki vyako vidogo vidogo vile? Kwa sababu wewe ni msombofu afu mharibifu. Hamna bana. Wewe nawe. Hapana, mimi nilikuwa naona tuongozane sasa hivi kwenda mtoni. Hata hii kazi tutamalizia baadaye. Ni swala la muda tu jamani. Tungeenda. Ndama. Mwana wa ng'ombe. Vipi ndugu yangu? Naona unaelekea mawindoni. Ndio bwana. Naona leo unaelekea njia ya mtoni. Wapi? Naelekea kuogaoga kidogo. Si unajua tena jua kali. Sawa, ila bora hata nilipokuona. Unajua kuna kitu kinanichanganya sana. Kabla sijatoka nyumbani, wakati nimelala nimeota ndoto ya kutisha. Kikweli ile ndoto imenichanganya sana. Yaani nimeota kwamba Lamu yupo msituni anaokota kuni, ghafla ikaja nyoka ikamgonga, lakini cha ajabu akafa pale pale. Nyoka? Ndio. Ndugu yangu, hebu kuwa na amani na mawindoni. Hiyo ni ndoto tu. Basi sawa, bora hata umenipa moyo kidogo. Nashukuru. Usijali ndugu yangu. Ndama. Bwana wa ng'ombe. Haya bwana. Usitafute basi kinyama mimi. Sawa. Baadaye. Haya. Mshikaji jamani, muindaji huyu. Sasa mimi napenda vile vinyama vyake. Warembo wenye sura za kuvutia kama mpunga uliomea shambani na ukatamaniwa na ndege.
hana la kuzungumza. Hebu tuondoke. Veni, naomba nisikilize. Mimi ndege mjanja sana, ila kwako nimenasa. Veni mdogo wangu, sikiliza maneno ya mpumbavu. Kuwa kwa wakati mwingine ana faida. Tuondokeni, tuna mambo ya kufanya. Usikatae wito, kataa neno. Sina haja ya mahusiano kwa sasa.